Kwa majina naitwa Winfred Kayombo, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kibena Hospitali. Kwanza nitumie fursa kwa shukuru kwanza Mheshimiwa Mbunge Deo Mwanyika kwa kazi kubwa anayoendelea kufanya, lakini kipekee kwenye eneo langu tunayo madaraja mawili. Daraja la kwanza la hili la Irogosa ambayo barabara inatoka Kibena Hospitali kwa Kirasi inaelekea mtaa wa Mahewe. Kwa ni daraja kubwa linajengwa hapa. Lakini daraja la pili ni kati ya shule ya msingi Ujamaa, maana Kibena Hospitali pale kuna shule ya msingi Ujamaa na hapo pia kuna daraja la pili linajengwa. Ndio. Changamoto ilikuwaje hapa na sasa hivi serikali kwa mbunge wanaleta daraja. Changamoto tueleze kwa uhalisia wake, wewe unafahamu. Changamoto ilikuwa ni kubwa sana. Kwanza kulikuwa na daraja la miti. Sasa daraja la miti maana yake linaweza likaleta athari sana kiusalama. Lakini leo wanapojenga daraja daraja zuri maana yake sasa litapunguza changamoto nyingi sana. Lakini pia nyewe mnafahamu watu wengi kwenye eneo hili wanapotaka kuvuka hapa walikuwa wakiogopa sana, lakini baada kukamilika daraja hili maana yake sasa kutatoka kwa na changamoto ya aina yoyote. Kuna shughuli zote za kiuchumi wakazi wa huko wanafanya na wanategemea daraja hili. Kwanza kuna shughuli za kiuchumi. La kwanza tuna madini huko upande wa pili, madini ya mawe ya ujenzi, watu wanachimba maeneo hayo. Lakini la pili tunapoenda Mahewe, nyewe mnafahamu tuna barabara moja tu imezunguka Howard. Lakini hii sasa ni barabara ya mkato. Mtu wa Kibena Hospitali ambaye unataka kwenda Mahewe sasa atakatisha tu eneo hili na kwenda kwenye mtaa mwingine. Mmelisubiri kwa muda gani daraja hili? Kwa sababu toka dunia inaumbwa ndio leo tunajengwa leo. Sasa tuseme tumesubiri miaka mingi sana. Na kama unavyofahamu daraja hili miaka mingi sana tunalizungumzia, lakini ujio wa Mheshimiwa Mbunge Deo Mwanyika alivyofanya ziara kwenye eneo letu, tulimuomba daraja hili atujengee ili angalau sasa tupunguze kero kwenye maeneo yetu. Na unadhani uwepo wa daraja hili sasa pia mtachochea upande wa huku kuwa ni mpya? La kwanza kama nilikuwa nasema hili daraja hili huku ng'ambo kuna uchumi wa madini ujenzi kwa maana ya mawe. Lakini la pili nyewe mnafahamu unapokuwa na miundombinu mizuri inawezekana watu wengi wakajaa eneo hili tukana mji mwingine mpya kwenye eneo letu. Unasema nini kwa ofisi ya mbunge kwa hizi? Mimi kwanza namshukuru mbunge. Nilimsikia siku moja Kalinga anasema mbunge wetu sio mtu wa maneno. Yeye ni mtu wa vitendo. Na ninyi mmeona hapa yeye anafanya vitendo, maneno kidogo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge. Asante sana. Kwanza kabisa mimi naitwa Crispin Kalinga, ni mratibu wa ofisi ya mbunge jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Deo Mwanyika. Kimsingi tumekuwa na ziara ya kikazi. Mara zote sisi kama ofisi huwa hatukai ofisini, hatujaajiriwa kwa Mheshimiwa Deo Mwanyika kwa ajili ya kukaa ofisini. Sisi tumeajiriwa kwa lengo moja, kumsaidia kazi Mheshimiwa Mbunge, kuhakikisha kwamba miradi hii ambayo anaipambania bungeni fedha zake zinatoka, basi utekelezaji wake unaanza. Na mkumbuke leo tumekuja hapa kama team, kwa maana kama ofisi, mimi na Mheshimiwa Kayombo tumekuja hapa kwa lengo kwanza kutazama utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia ahadi ya Mheshimiwa Mbunge Deo Mwanyika. Wakati wa kampeni Mheshimiwa Mbunge aliwaahidi wananchi wa maeneo haya kwamba ni lazima mara baada ya mvua kumalizika barabara ziweze kufunguliwa, ikiwa na maana ya kwanza madaraja. Kumbuke kwenye kata hii ya Ramadhani kuna madaraja mawili ambayo tayari sasa mkandarasi ameshasaini mkataba wiki iliyopita, na leo hii ninyi wenyewe mnashuhudia hapa mkandarasi ameleta mitambo na daraja limeanza kufunguliwa. Zaidi ya milioni 56. Milioni 56 Mheshimiwa Mbunge amezitafuta, amepambana na kuwakabidhi wataalamu wetu kwa maana ya TARURA kuanza kufanya usimamizi kwenye maeneo haya. Na si daraja hili tu, ukienda kule Nzenge pia daraja mtaenda kushuhudia, mtaona daraja ambalo kimsingi fedha zake zishapatikana na tayari utekelezaji wake umeanza, upo hatua nzuri. Hivyo kwa nafasi hii naomba nitumie pia nafasi hii kuwaambia wananchi kwenye maeneo yote ambako Mheshimiwa Mbunge alitoa ahadi yake wakati wa kuomba kura, lakini pia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Mbunge Deo Mwanyika ataendelea kusimamia na ataendelea kufuatilia. Na sisi wasaidizi wake hatuwezi kukaa ofisini. Sisi wasaidizi wake tumewekwa pale kwa maana ya kumsaidia Mheshimiwa Mbunge pindi awapo bungeni. Tunafuatilia miradi hii kuhakikisha kwamba inatekelezwa, kwanza kwa muda uliopangwa kwa maana ya wakati, lakini pili kwa kiwango kile kinachokubalika. Tutashirikiana na wataalamu wa TARURA. Mimi niwapongeze TARURA, fedha imepatikana mara moja, wakaanza wametangaza tenda, mkandarasi amepatikana, na mkandarasi wamehakikisha wanamsimamia mkandarasi si tu kusaini makaratasi, ni kuhakikisha analeta mitambo na anaanza kuzifanyia kazi ule mkataba ambao amesaini. Na leo hii mmeshuhudia ninyi wenyewe, mkandarasi yuko site, mitambo ipo site. Mheshimiwa mwenyekiti hapa umemsikia amezungumza kwamba tangu mkandarasi ametangazwa wamekuja hapa
wameomba utaratibu, watu walikuwa wamelima ndani ya mita 60, lakini kwa kuwa wananchi ni waelewa, wameelewa, wameachia eneo, kazi imeweza kufanyika. Kwa hiyo tupo vizuri, na Mheshimiwa Mbunge Deo Mwanyika anaendelea kututaka sisi kuendelea kufuatilia miradi hii, lakini pia anaendelea kuwaomba wananchi kuendelea kuwa wavumilivu kwenye yale maeneo ambayo binafsi aliahidi kwamba atatekeleza kipindi hiki cha pili, lakini pia ilani ya Chama cha Mapinduzi anawahakikishia wananchi kwamba ataendelea kupigana kama anavyoendelea kupigana bungeni. Ninyi wenyewe ni mashahidi. Sisi sio wa maneno, sisi ni wa vitendo. Kwa majina naitwa Francis John Msanga, jina maarufu FM, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kambarage. Naam, hili daraja linaunganisha mikoa gani na lina umuhimu gani? Cha kwanza nataka nianze na shukrani na serikali. Kwanza nishukuru serikali kwa kuweza kutuletea mradi wa daraja hili mzuri sana, barabara ya taktiki kutoka Sido kuelekea mtaa wa Kambarage. Hapa tulipo sasa, tuliposimama ni mtaa wa Sido. Lakini hapa ukivuka ngambo kidogo na kutoka huko wananchi ni mtaa wa Kambarage. Hapa daraja linaunganisha mtaa wa Sido na Kambarage. Mtaa wa Kambarage ni mtaa mkubwa sana. Mtaa wa wananchi karibu 15,000 wanaishi Kambarage. Lakini daraja hapa ilikuwa sio nzuri sana, ilikuwa kona kali, lakini na barabara ilikuwa sio nzuri. Naamini wanaenda kujenga daraja nzuri ya kisasa ya mradi wa World Bank hapa. Kwa hiyo ina muhimu mkubwa sana kuweza kupanua mji wetu kwa uko bora. Naamini kwamba ni jitihada pia za Mheshimiwa Mbunge. Pengine unataka kuzungumza kwa jitihada ambazo Mbunge Deo Mwanyika nampa big up. Kwa sababu mimi naamini halmashauri mkurugenzi hawezi kuleta bila msemaji. Mkurugenzi anaishia kwenye halmashauri, lakini mbunge anafika vikao vya taifa na vyenye mpango, sio? Akirudi wanajadiliana kwa pamoja ili maisha mengine afanye yaendelee. Kwa si mbunge tunamshukuru sana. Tunaye mbunge bora Mwanyika, mimi namshukuru sana, lakini siwezi kumsema peke yake, serikali na connection. Tuna mkurugenzi. Kwanza unaanza na wananchi wenyewe, mabalozi, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, unakuja mkurugenzi, diwani, mbunge, management yote ya halmashauri, kwa mkoa, huwezi kumwacha mbali na mkoa wa wilaya. Lakini rais wetu huu mradi angeweza kuupeleka sehemu nyingine yoyote. Lakini Samia akaona Njombe inawezekana kuleta hizi fedha za kuweza kujenga huu mradi hapa. Sisi tunamshukuru sana. Njombe ameiona kwa jicho la pekee. Maendeleo yanayofanyika huku sasa ni maendeleo mazuri. Sisi tunamsifu sana mbunge wetu. Anatusemea kwa hali na mali ili Njombe ijengeke vizuri. Mwanyika yuko vizuri. miradi inayotekelezwa ni mingi. Ninaambia nini wananchi kwa kwao? Naona yale aliyoahidiwa. Unajua watu walio wengi hawakuamini kama hichi kitu kinaweza kufanyika. Kwa sababu kabla hayati Magufuli paliahidiwa kama kuna barabara zitajengeka huko, lakini bahati mbaya alivyofariki wakaamini na mradi umefanyaje? Umekufa. Lakini kwa sababu kipindi kile hayati Magufuli anafariki na Mwanyika alikuwepo na Samia ndio alikuwa makamu wa rais, bado kumbukumbu ilikuwepo na ahadi bado ilikuwepo. Lakini amerudi mama akaanza utekelezaji, pamoja na Mwanyika akarudi wakaanza utekelezaji na mradi unaendelea. Na waamini tu kwa ahadi yetu ya mkandarasi na wananchi, kwa ahadi yao ni mwezi wa 10 barabara nitakuwa wamekabidhi. Lakini kwa jitihada ya daraja tunavyoona inawezekana, kwa sababu daraja wamesema likiisha wanaanza mchakato wa kujenga chimba barabara. Kwa majina naitwa Traines Beni, ni mkazi wa Igereke. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais na mbunge wetu Deo Mwanyika kwa kutuletea daraja, kwa kutujengea daraja kubwa lenye ubora. Tulikuwa na changamoto ya daraja letu, kwanza lilikuwa jembamba, hata magari mawili pia hayawezi kupishana, lakini pia ilikuwa ni kona kali ambayo kwa kweli ilikuwa inaleta changamoto. Tunashukuru uongozi kwa kutuletea mradi huu na hili daraja, lakini pia tunategemea kutengenezewa barabara ya lami ambayo tunaitegemea baada ya daraja letu kukamilika. Kwa hiyo tunaushukuru uongozi. Mimi kama mkazi wa Igereke ninashukuru kwa sababu tulikuwa tunapitia changamoto ya hili daraja letu, na uongozi pia tunashukuru kwa hatua hii iliyofikia. Leo tupo kwenye ziara ya kikazi kama ilivyo kawaida yetu kama ofisi ya mbunge kutembelea miradi mbalimbali inayotekelezwa kwenye jimbo letu la Njombe mjini. Kama mnakumbuka, asubuhi tulianza barabara ujenzi wa daraja kule Kibena, hospitali nyuma tumeshuhudia, tumeona, lakini pia muda huu tumeamua kufika kwenye kata ya Njombe mjini ambapo hapa tupo Kambarage. Kimsingi ujenzi wa daraja hili ni sehemu ya mradi wa taktiki. Zaidi ya bilioni 20 zimewekezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kufungua barabara. Barabara hii ina kilomita 1.6
ujenzi wa lami. Utaunganisha na barabara ile kutoka Magereza kwenda kwe Kambarage, lakini ukienda Mji Mwema bado ni mradi wa tactic. Kimsingi zaidi ya bilioni 20 zimewekezwa hapa. Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika amekuwa akiendelea kupambana kwa namna moja ama nyingine kutafuta fedha kila kona, madam tu wananchi wake wapate auheni ya kupita kwenye miundombinu mizuri. Aliahidi wakati wa kampeni zake, wakati anaomba kura kwa wananchi kwenye kata hii ya Njombe mjini, ya kwamba ataona ni kwa namna gani barabara za mjini zinaongezwa rami. Kwa hiyo ile ahadi yake wakati anaomba kula mwezi wa 10 pale, mwezi wa 9, leo hii tunashuhudia ametekeleza. Hapa Ganga, hii ni barabara ya Ganga. Tunatazama kuanzia pale chini hapo juu shuleni, patakuwa na fence pia, watajenga fence kuzuia shughuli za ujenzi wa barabara, lakini pia kuzuia wale watoto wasiingie barabarani. Itakuwa fence kupitia faida ya mradi huu. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 6 inaendelea kutekeleza, lakini pia Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika, kama ambavyo nilizungumza mara ya kwanza, kwamba si mbunge wa maneno. Yeye ni mbunge ambaye anazungumza jambo lenye uhalisia, jambo ambalo linaonekana kwa wananchi. Kwa hiyo nami nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini kuhakikisha ameleta fedha hapa kwenye mradi huu. Ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini cha pili nimshukuru Mheshimiwa diwani wa kata hii ya Njombe mjini, Mheshimiwa Mazao, ambaye pia naye amekuwa karibu na miradi hii, kwa sababu kuletwa mradi ni kitu kingine, kufuatilia ni kitu kingine, na utekelezaji ni kitu kingine. Kwa hiyo leo hii ukiona daraja hili limejengwa, limesukwa nondo namna hii, si kazi rahisi. Maana yake kwamba ni usimamizi wa viongozi wa ngazi zote. Yuko hapa diwani, yuko hapa mwenyekiti wa kijiji Mheshimiwa FM, tumemwona hapa, mmezungumza naye pia ni miongoni mwa watu ambao wanahakikisha kwenye mtaa wake hafelishi mradi. Manake akikaa ofisini bila kutembelea miradi inayotekelezwa kwenye kata yake anafelisha mradi wake. Kwa hiyo na yeye amekuwa kipaumbele kuhakikisha kwanza miradi anaitembelea, lakini pia anamhamasisha mkandarasi kuhakikisha kwamba anakwenda. Na kimsingi mradi huu au miradi hii ya taktiki na mkataba kukamilika kwake mpaka mwezi wa 2 mwakani. Lakini tumeendelea kuwatembelea, lakini pia na kuwaomba kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi hii. Hapo nyuma kipindi cha mwezi Aprili tulipita kwenye kipindi cha mvua cha muda mrefu, lakini sasa mvua kipindi cha Mei mvua zimepungua, na Mheshimiwa mbunge akatutuma kwamba nendeni sasa mkawaombe wakandarasi, lakini pia mkawaombe wataalamu wa TARURA waendelee kuwasimamia na kuwahamasisha barabara hizi kamilike kwa wakati. Na hapa nilikuwa naongea na meneja wa TARURA, ananiambia barabara hii kimkataba ni mwezi wa 2 mwaka 2027, lakini hadi kufikia mwezi wa 11 at least barabara hizi zitakuwa zimeleta mwanga kidogo, zinaweza zikaanza kupitika, at least mkandarasi anaweza akakabidhi. Kwa hiyo barabara hii itajengwa madaraja, itajenga makaravati, itajenga mifereji, zitawekwa mpaka taa za barabarani. Kwa hiyo mtaona ni kwa namna gani serikali yetu ya awamu ya 6 inatoa fedha. Kama nilivyozungumza, Mheshimiwa Rais ametoa fedha, lakini Mheshimiwa Rais asingeweza kutoa fedha kama mbunge wa jimbo la Njombe mjini hajapambana kutikisa huko jikoni. Kwa hiyo Deo Mwanyika alitikisa jikoni, Mheshimiwa Rais akamsikia, akatoa fedha, na leo hii fedha mnaziona, matokeo yake mnayoona hapa, madaraja yanasokotwa. Kule Kibena mmeona magreda yameingia, sehemu zote jimbo zima hili linatapakaa miradi. Na nitumia nafasi hii kuwaomba wananchi wa jimbo zima la Njombe mjini, miradi yote ambayo ilikuwa imewekwa na imeahidiwa itaanza kutekelezwa. Iwe miradi ya ujazilizo wa vijiji na mitaa, ya umeme, ya REA, yote hiyo itaanza kutekelezwa. Na sisi tutaanza kupita huko, muda sio mrefu tutaanza kuwaletea. Leo tumeleta barabara, kesho tutaleta madaraja, kesho tutaleta vituo vya afya, mashule, lakini pia miundombinu ya umeme. Mambo ni bam bam.